We back to the business na leo tunaye Jerry Lorenzo Jr, kijana aliyezaliwa kutoka kwenye familia ya mchezaji mpira maarufu sana pale miaka ya 70 nchini Marekani kwenye Major League Soccer. Ndiye mwanzilishi na msimamizi wa brandi kuu mbili ambazo zimefanya vizuri kwenye industry ya mavazi. Hapa naizungumzia Fear of God pamoja na Essential. Leo tuko kwenye Runaway Mob kwa ajili ya kukupa full story ya maisha yake pamoja na brandi yake, ilikuwaje mpaka akasimamisha brandi hizi kubwa mbili. Mimi naitwa Brain, niko na mamen 212 the Chief Kibabe. Kama kawaida Misha zinakwenda, Mungu ana bless. Mchaka Anakuambia the marathon continues. Leo tunaye Jerry Lorenzo Jr, kijana ambaye kwenye mgongo wake zimekaa brandi kubwa mbili, Fear of God pamoja na Essential. Nataka utupitishe life experience ya huyu jamaa, lakini pia ilikuwaje mpaka akaweza kusustain na kuanzisha brandi kubwa mbili ambazo zimefanya vizuri worldwide. Kabisa. Jerry Lorenzo Jr, tunasema Sacramento, Oktoba 5, 1977 ndo ule Mnyamwezi alizaliwa, California hiyo, nchini Marekani. Sio, naelewa vizuri. So Jerry amezaliwa maisha fulani ambayo sio maisha ya chini sana. Hakuwa ni mtu ametoka kwenye familia duni sana, kwa sababu babake tayari alikuwa ni superstar. Mzee wake alikuwa anaitwa Jerry Manuel. Sio, naelewa, ndio maana unaona Jerry anaitwa Jerry Jr kwa sababu ya mzee wake. So Jerry amepata experience kubwa kutokana na baba yake kusafiri viwanja baada ya viwanja, kwa sababu mzee alikuwa anacheza Major League kipindi hicho baseball. Na maisha yake watu ambao wengi hawajui ni kwamba Jerry toka amekuwa hakuwahi kusomea kabisa fashion, au hakuwahi kuwa na familia ambayo ina DNA za fashion. Jerry ameanza maisha ya kawaida, ila imani, yeye kama Mkristo, hofu ya Mungu, zile idea alizifanya kuwa reality kwenye mavazi au kwenye ulimwengu wa fashion. Amesomea masuala ya business management, na baada ya kumaliza pale akawa anapambana mtaani akiwa na marafiki zake, akawa na design nguo zake fulani hivi mwenyewe tu, na marafiki zake pia akawa na designia zile nguo. So watu wakawa wanamwambia kama, oya Mnyamwezi, mbona kama hii kitu inaweza ikawa ni unyamwezi kama ukiipeleka mjini, ukifanya 1 2 3 itakuwa kweli. Ila akaona nisifanye hivyo kwanza, akaanza connection mapema, kwa sababu alipotoka chuo ikabidi aanze kujichanganya mtaani kufanya kazi zake kama professional, kama event planning, sawa, marketing. Kule ndo alipata exposure kubwa zaidi na connection ya watu wengi zaidi. So akaanza kuvalisha wasanii. Mmoja wa wasanii ambao amevalisha Jerry Lorenzo ni pamoja na Big Sean, kamvalisha, na alipata exposure pia kubwa sana, na iliyompelekea yeye sasa hadi kuanzisha brand yake ya Fear of God, kutokana na kwamba alivyoanza kuprint zile nguo zake zilikuwa ni unique, kuanzia rangi, material na mapicha fulani hivi kama vivuli, sio vivuli. Marafiki zake wakamwambia, yo nigga, go, inabidi ufanye kweli. So 2013 Jerry Lorenzo anafungua mzigo wake sasa, ambao tunasema ni nini? Ni Fear of God. Foggy hiyo anaita, si ndio hivyo? Na Fear of God, purpose yake kubwa yeye kuifungua ni kuvutiwa na fashion, kuvutiwa na hip hop style, kuvutiwa na street culture ya watu wa mtaani. Na ndio maana hata t-shirt yake mengi alikuwa oversized, na rangi zilikuwa ni unique, color fulani za kinyamwezi sana. Ilimpelekea Jerry sasa kuanza kuteka hisia za watu, hasa wale watu ambao tunasemaga wale watu wanaopenda luxury, bidhaa fulani luxury, lakini kumbuka hizo bidhaa luxury zilikuwa zina street ndani yake. Si unanielewa vizuri? Kwa ule street na luxury yeye akauweka sehemu ambako sio kila mtu anaweza akavaa ile brand. Sio kila mtu ana uwezo, yaani utaiona, utaitamani, lakini kuivaa ni kipengele kingine, kwa sababu Fear of God hiyo, kwa sababu ilikuwa ni classic sana, na ilikuwa imetengenezwa kwa watu ambao wana uwezo. Nishakwambia Jerry hajatoka maisha fulani ya kawaida ya chini. Mzee alimmenta vizuri na ametembea naye kumpa exposure kubwa. So kwenye akili yake sasa ikawa inagonga sana. Unanielewa vizuri? Watu wengi wameappreciate hii brand. Kwa hiyo purpose ya Fear of God ilikuwa ni kwa watu wenye uwezo tu kwa mara ya kwanza. Kwa sababu gani? Ile brand ni luxury, ni street, lakini ni luxury. Alivyoifungua yeye hakuwahi kuifungua kama brand ya kawaida ya mtaani. Alifungua purposely auze bei kubwa, bei ndefu tunasema. Yaani anapanga mwenyewe, kwa sababu si anajiamini anachokifanya. Na nadhani yule jamaa tulisema toka mwanzo, yule jamaa pia imani yake ni Mkristo. Yule jamaa kutokana na imani yake, humanity, aliamua kuweka
yani ile fear of God tu yenyewe unavyoona pale yale maandishi, nadhani kwa Kiswahili mwenyewe unasoma utayasema vizuri, anasemaje? Ni hofu ya Mungu. That means kutokana na imani ilimpelekea yeye sasa kuifanya ile brand for the first time, kwamba bwana atakaye kuwa na uwezo anunue, ambaye hata kuwa na uwezo aachane nayo. Ila uwezi amini, still bado brand ilijulikana, na kujulikana kwake sana kulimfanya watu wengi watambue anachokifanya, kutokana na wasanii ambao tunasema mpaka leo Justin Bieber yeye mwenyewe anamkubali sana, alipushi sana ile brand. Bieber alivaa kwenye maconcert, Bieber alivaa kwenye interviews, na wasanii wengine wakawa wanavaa. Kanye West alivyoona creativity pia naye hatutaacha kumtaja. Nilikwambia toka mwanzo, huyu jamaa akiona creativity ya mtu lazima kwenye issue ya mavazi, akiona una creativity lazima support by enemies, despite na yeye ana brand zake unajua. Lakini kitu ambacho nakwambia kiliendelea kumsumbua sana Jerry ni kwamba watu wengi wana appreciate lakini hawawezi kununua. Watu wengi ambao wako street, ambao yeye anatamani sasa wavae, hawana uwezo wa kununua. Ile ndio ilipeleka sasa yeye kuamua na kukaa chini kuitengeneza Essentials, ambaye Essential ni mtoto wa Fear of God. Yule ni mtoto wa Fear of God. 2018 hiyo Essentials ndio inatengenezwa. Na Essentials wakati inatengenezwa, madhumuni makubwa ya Jerry ilikuwa ni kitu hiki kimoja: wale ambao hawawezi ku afford Fear of God wa afford Essentials. Kwa hiyo Fear of God ni luxury brand, Essential ni street brand. Ni street brand. Vaeni yoyote yule bana. Mmelalamika sana, mmesema mnapenda sana rangi za hizi nguo zangu, material, quality, au sio bana? Mimi ninachokifanya kwenye Essentials, quality kidogo sana itapungua, sio, unanielewa vizuri lakini mikato itakuwa ile kwa sababu ukiangalia hata Essentials yenyewe haina mambo mengi. Essentials iko moja pale, maandishi yale, anaamini kwenye wanasemaga vitu vichache, nguo inakuwa haina mambo mengi. So alipofungua Essentials ni kwamba ilikuwa ni kwa bless watu wa street, watu ambao wana appreciate brand yake, asiwatupe. Yani kuliko kuishusha thamani Fear of God, aishushe kwamba kila mtu avae, manake brand atakuwa anaiua. Sasa kuna watu wale ambao walikuwa wanavaa luxury hawataweza tena kununua. Sasa hapo inabidi tufanye kitu kimoja. Huyu Essentials huyu inabidi akave haya magap ya watu ambao walikuwa wanaitamani sana